Sasa mzee mwenzangu, mimi nimekuita hapa, kama unavyojua hapa kijijini madeni yananiandama. Yaani nimekopa kiasi kwamba anenidai nataka nimkope tena ili nimlipe. Ni kweli mzee mwenzangu, yaani unakopa mno, yaani kiasi kwamba imefikia hatua mpaka unanuka mikopo, na kunakoendea utakuja kunuka mipipa. Sasa sondo nitimange sasa. Alafu kabla yote hauna buku hapa ya haraka unikope, nitakurudishia jioni. Yaani mzee mwenzangu, nilitaka nishangae uanze bila kunikopa. Umeshanikopa mpaka nimekuchoka. Yaani sikupi chochote mpaka ushauri, mimi sikukopi. Sasa mzee mwenzangu, kumbuka tumetoka mbali. Mimi hapa na wewe toka enzi zetu zile. Mzee Kigwangala, tumetoka mbali. Usinifanyie hivyo bwana. Hautuachane na mambo ya mikopo. Nina shida nyingine. Yaani kama umeniitia ili unikope, hapa upati kitu. Labda ulete shida nyingine. Na wala hata sio issue ya kukukopa. Sasa iko hivi. Mimi huyu mke wangu Mama Side alinikimbia kwa sababu madeni. Ilifikia hatua mpaka yeye mwenyewe nilimkopa. Sasa nataka unishauri nifanyeje? Yaani wewe mzee umezidi, mpaka mkeo anakukimbia, unamkopa sana. Upunguze mikopo. Sasa nimekuita unishauri au nisimange? Mbona mzee mwenzangu nataka tuanze kuvurugana sasa hivi? Wewe bwana usinitishe. Kwanza kumbuka na kudai. Kwa sasa usiambiwe ukweli au mimi hapa ninakushauri na ukweli lazima nikwambie. Sasa nataka kama umenizidi mvi, lakini haimaanishi wewe ni mkubwa. Tumekuwa wote mzee. Kwa sasa uwe makini mzee mwenzangu. Sijui unanielewa? Wewe bwana kivya vyote vile potelea mbali mimi. Lolote utakaloamua amua tu. Haya, tuachane na hayo mambo. Nataka urudi kule nilipokuambia. Unanishaurije sasa na haya madeni yataniua? Haya sasa niende kwenye ushauri. Hivi wewe, suna mtoto yupo mjini kule? Tena ni jembe langu, anaitwa Side. Sasa unafeli wapi wewe? Una mtoto wako yuko mjini, unashindwa kwenda kule kula maisha. Alafu kweli sasa haya ndo mawazo nilikuwa nataka unishauri. So tunanisimanga wakati tumetoka mbali. Mzee Kigwangala, vipi? Ila sasa kabaya yote unilipe deni langu. So uchoropoke nalo ndugu yangu. Nakupa njia, ukiniponyoka na kufuata ulipo. Wewe bwana usinitishe. Kumbuka zile enzi zetu, mimi ndo nilikuwa nakuunganishia watoto wazuri. Si unanikumbuka? Wewe ulikuwa domo zege, mimi nikana kuunganishia. Kwa hiyo mzee mwenzangu, ukumbuke mazuri nilokufanyia. So tu kumbuke hicho kiela chako. Si unanielewa mzee? Astaghfirullah. Ya nyuma unaleta hapa. Wewe bwana, hela yangu niletee mimi. Mimi sitaki kujua ya nyuma. Naangalia ya mbele. Sawa mzee Side? Wewe bwana, kadeni kako kenye kadogo sijibu kutano. Nitakulipa. Sawa? Nitakulipa. Mimi nataka nichomoke hapa, niende huko. Tena kiwezekana jioni hii. Sasa hiyo hela yako nikitoka hapa nitakuletea mwenyewe kabla ya kuondoka. Yaani kumbe waondoka leo. Yaani mimi nimekupa ushauri. Leo unachomoka. Mzee wewe kweli madeni atakuua wewe. Yaani hapa nilipofikia sitakiwi kusubiri chochote kile. Ndio maana nikuita wewe unishauri. Mimi leo nachomoka. Ila sasa kwa sheria moja, usimwambie yoyote yule kama nimeondoka hapa kijijini. Si unanielewa? Wewe bwana, mimi ukinilipa kahela kangu alafu ukaenda huko, sitasema lolote. Lakini ukinitoroka, mbona itakuwa matangazo na nitawaleta mwenyewe mimi kwa miguu yangu hii endapo usiponilipa. Wewe naye kichwa maji. Basi sawa, tukitoka hapa nakupa hela yako, unanisaidia kufungasha ndeni mbele. Unanielewa? Na asijue mtu yoyote yule. Sawa mzee Kigwangala, mzee mwenzangu? Yaani mimi ukishanilipa mdomo napiga kufuli.
lakini ukilibwabwaja bila kunilipa, hapo tazua la kuzua mzee mwenzangu. Ila wewe mzee unazeeka vibaya sana wewe. Wewe dume suruali, kaa mbali nami, huwezani nami. Ila leo imba uwimbo kama alijua vile. Na wewe milonjo yako unapeleka wapi hii usiku huu? Hivi wewe mwanamke unanitaka nini lakini? Yaani kukaa hivi bila kufungua generator uwezi eti? Yaani muda wote ukijisikia kuongea tu umeimba hapo, wala hata sijakusemesha. Ila mimi nimepita tu hapa tayari ushanidandia. Unanitaka nini wewe? Sio nakutaka nini. Hujanijibu swali. Unapeleka wapi hiyo milonjo yako usiku huu mwanakwenda wewe na hauna cha kufanya? Naenda makaburini kufukua maiti. Halafu umeniambia sina cha kufanya. Wewe unacho cha kufanya? Unajikuta una mdomo sio? Sasa hebu kwa akili ya kawaida, usiku huu saa 2 za usiku unaenda wapi? Yaani ni kitu cha maana unaenda kukifanya huko? Sasa Chiku, mimi ni mtoto wa kiume. Unaniuliza swali kama hilo? Unataka nikujibuje? Mimi naenda kuchakalika huko. Unataka nikae hapa? Nikikaa hapa maneno, nikiondoka maneno. Unataka nifanyeje sasa? Haya mtoto wa kiume, unaenda kuchakalika na nini na huu usiku huu? Harakati ipi hiyo ya kufanywa huu usiku? Mchana ulikuwa wapi kuanzia asubuhi? Basi sawa. Shughuli yangu ile ya mchana, ile ya interview. Si ulikuja wewe ukaja ukavurumua kila kitu. Si ulikuja ukakoroga kila kitu karibu. Sasa hivi naenda kwenye shughuli zangu zingine, wewe ushaanza kulopoka sasa hivi. Unataka nini sasa? Wewe mwanaume hujanielewa. Nachokitaka ni majibu. Unaenda wapi? Si ndo nilikujibu kwamba naenda kufukua makaburi. Haya, kwa mshahara gani labda? Nijue mshahara utakaopata ukishafukua hayo makaburi. Mshahara. Wewe jua tu utatosha tu kulilisha hilo komwe lako lilokaa hapo. Umeanza kuuliza tena mambo ya komwe hapa, si ndio? Unataka niweze kuliwasha generator. Nimekuuliza kwa ustaarabu, unanijibu hovyo, si ndio? Yaani wewe ni mwanamke ambaye mimi nashindwa kukuelewa. Nikikaa nyumbani unaniambia hovyo paka unaniimbia kamwimbo wako dume suruali. Haya, naenda kutafuta interview unakuja unaharibu. Haya, na wewe kutafuta issue nyingine bado tena unanizuia. Mbona nashindwa kukuelewa wewe? Haya, labda nikukumbusha tu kwa ile interview ambayo ulienda. Swali sema unataka watu wenye akili. Sasa wewe akili unazo? Unavyojiangalia akili unazo? Kuona wewe sasa hivi una akili kwamba sina akili, si ndio? Kwa sasa mimi sina akili na wewe umeolewa na mtu ambaye hana akili. Kwa kifupi chake na wewe hauna nini? Ishi hapa hapo. Kama akili hauna ni wewe peke yako. Sio mimi, sawa babu Sasa kwa nini naona diriki kusema kwamba sina akili? Tena unaongea bila umkavu kabisa. Yaani mume wako unasema kwamba hana akili, si ndio? Sasa kwani yale alikuwa maneno yangu? Si yule mzee? Au nikukumbusha yule mzee unajua kwa nini hajakupa kazi? Kwa sababu hiyo na ndo maneno alisema yeye. Sasa kwa nini hapa unaanza kunigeuzia kibao tena mimi? Sasa hapo, yani unavyoisema hata uwazi na una wasiwasi. Mume wako naambiwa sina akili na wewe unachekelea. Haujui kama tatizo langu ni tatizo la wote. Nikiambiwa sina akili, ina maana na wewe hauna akili. Kwa ndo hilo ulijue sasa. Sio tu unachekelea tu, huna akili. Ndo hivyo, na wewe huna akili. Hebu wewe, naomba uende ulipokuwa unaenda. Kukuuliza kwangu wewe usinifie ukanitoa mishipa bure. Hebu nenda, sitaki kelele sasa hivi. Unapokuwa nalianzisha ujue kulimaliza. Mimi sasa hivi napenda ugomvi kuliko hata kula. Si unanielewa? Kuna bora tu umejiongeza. Acha niondoke zangu na nikirudi sitaki kelele. Na nikiwa naondoka sitaki kelele. Sijui umenielewa? Wewe baba wewe, hebu nenda. Sio kanitoa mishipa ule hapa nimeshakwambia mimi. Yani mpaka nachoka. Mwanaume kelele, kazi hana. Yani vurugu, sijui ni mibangi yake kashavuta. Nani tena usiku huu? Karibu ingia. Baba, umetokea wapi? Mbona ghafla?
Ghafla nini sasa? Hiyo ndo salamu? Baadaye uniamkie, unijulie hali, wewe unaanza tu kusema ghafla. Kwa siruhusiwi kuja hapa eti? Hapana baba, sijamaanisha hivyo. Ila sasa umekuja ghafla bila taarifa, ndio maana nikashangaa. We, kushangaa huko kwio ni roho mbaya tu. Sasa na mabegi nimeacha nje huko, utaenda uyabebe uyalete ndani. Halafu mwanangu yuko wapi? Kumekucha. Mwanao ameondoka baba, hayupo. Haya, kwa haraka, sitaki hata kukaa. Nitakalia jikoni. Chakula umepika chakula gani? Maana hapa nina njaa inaniuma. Disco kaingia Mmasai sasa. Binti unasemaje?